Jambo Fande. Jambo. Popa, unajua kwamba sasa ni zaidi ya mwezi mmoja hujatoa taarifa yote kujua umefikia wapi. Aidha umempata au haujampata au mwili umepatikana na nini kimekufanya kitu kama hicho. Tambua unapaswa kuwa na ripoti kwangu kila muda. Si kwa simu, hata mwenye kuja hapa kuja unapeleka kitu kama hicho. Sasa nataka majibu leo. Kesi hii au faili imefikia hapa. Naliona liko hapa mbele yangu. Ndio mkuu, kwa uchunguzi ambao tumefanya, tulipata taarifa zote kwamba ushahidi wote unaenda kumwangukia kwa kijana mmoja anaitwa Mdachi. Tulishindwa kwenda kumkamata yule kijana kwa sababu hatukuweza kupata ushahidi kutoka kwako. Kwa nini ushindwe kumkamata? Kwa nini? Hatukuweza kupata nani kutoka kwako. Pop, look here. Wewe ni askari, ni polisi. Sheria gani unataka kufuata zaidi ya kuja kuniona mimi na kupata nani madaraka? Nini kingine? Kwa maana kila mtumiwa ukimuona ukawa na usasi naye ukakosa kibali huwezi kumkamata? Hapana. Kwa nini hamjamkamata yule Mdachi? I know him very well, lakini mtakiwa mkamate. Kama mngeshindwa mkuja kwangu, na kwa nini siku zote kwa hujanipa taarifa mpaka naiteni hapa? Jambo Afande. Wakichao Mlai. Mlai, afadhali umekuja. Napaswa kukabidhi wewe sasa hii kesi ili uende nayo. Tuna mwananchi mmoja alipotea yapata mwezi mmoja na kitu sasa. Anaitwa Maduhu. Ndugu zake wakaja hapo kutoa ripoti. Na tukaahidi kwamba tutajitahidi kupeleleza na kupata ushahidi wote kujua wapi alipo huyo mtu. Na kama kuna uhusika wa mauaji na nini tuweze kumkamata wanahusika hao. Sasa Popo mpaka leo hajaje chochote, anasema alishindwa kumkamata mtu ambaye anahusika na kitu hicho. Anaitwa nani? Mdachi. I know him, namjua Mdachi. Lakini ameshindwa kumkamata. Ameshindwa kumhoji mpaka leo hii. Kwa nini alikuwa anashindwa kuja kuomba kibali cha kwenda kumkamata? Sasa mimi sikupenda kitu hivi. Kumbukeni sisi tuna responsibility kubwa sana kwa wananchi. Wanatuamini, wanategemea ulinzi wao wote na familia zao kutoka kwa sisi. Sasa tukiwa tunalemana namna hii, ndio maana wanatupa tuma nyingi sana kwa tunakula rushwa na vitu kama hivyo. Sasa nakabidhi wewe faili hii. Kaa pamoja na Popa akodisi kila kitu nalifikia wapi. Na ikiwezekana wahusika kama wapo wakamatwe waje hojiwe. Sawa? Sawa. Okay. Basi mnaweza kwenda. Jambo Afande, sasa simama attention. It's your time ya mguu pande, anza operation. Chemsha bongo, kusanukia michongo, kweli na uongo, si tunaishi bongo. Hivi Agi anajikutana nani? Kia tukipanga meeting tukutane anakuwa na kwepa. Au kafungiwa ndani? Kufungiwa ndani mchezo. Watu na nyota zetu mjini. Wewe tena? Agi kaachwa. Kaachwa na Nigeria mama. Mashozi yote yale shoga yangu. Nachoka mimi kwa kweli. Kabla halijapoa shoga yangu. Kabla halijapoa. Na wewe usijibweteke sana. Hivi kwa nini usimwambie bwana wako kufungulia biashara ufanye? Sasa umeanza kuja. Natamani nifungulie biashara ili niwe independent, nisimtegemee kwa chochote. Hata akikwama niwe naweza kumsupport. Na mimi niliona kitu kizuri kitakuwa uliniambia una mpango kufungua biashara ya duka. Hiyo itakuwa vizuri na ulivyokuwa mwenyewe mambo ya Apoi. Sasa duka la nini ndugu yako? Duka la nini, la nguo, vipodozi, yani nataka something big, something different. Inaendana na hadhi yangu na hadhi ya mwanaume wangu. Hapo duka la nguo. Kwa sababu wewe ulivyokaa yani sema wewe japoa. Usijali, nitalifanyia kazi. Sawa. Boss, biashara zinaenda safi, lakini
naona kuna kijana mmoja ameanza kuleta changamoto. Nilimpa mzigo. Sasa inaenda karibu mwezi. Mawasiliano yake yamekuwa tabu. Na maana nikipigia simu hapokei. Na pia hata message hajibu. Sasa nimejaribu kufikiria, sijajua namna gani ambayo naweza kulitatua hili jambo. Frankie, hadi mtu unampa mzigo, ina maana umeshajua njia zote za kumpata, kwamba nisipompata kwa simu tampata sehemu anayoishi, nisipompata sehemu anayoishi basi kuna namna yoyote tafanya ili apatikane. Pambania hilo, mtu apatikane. Hizi ni pesa, na unajua kabisa kwamba hizi pesa hatupati kwa njia za kilele mama. Sawa, nitalishughulikia. Tina anapiga. Okay. Hello Tina. Frankie, inaonekana kuna watu wanatufuatilia na kuna taharuki kubwa. Mwambie tusijadili kwa simu haya kuanzia leo. Inabidi tuonane uso kwa uso. Umemsikia bosi? Haya, lakini kumbuka ukishikwa hakuna kukutoa. Boss, tunaanza kuikaribia hatari. Hatari ndio biashara yetu, na mimi ndo naandika mwisho wake wa huu mchezo. Sikia, ili uwe mtu mwenye pesa au uwe tajiri, haihitaji uoga, inahitaji ujasiri. Lakini pia inabidi usiwe na huruma. Ukiwa na huruma utaendelea kuishi maskini miaka yote. Lakini hatari ikizidi, pesa inakuwa ina nguvu. Sio pesa yangu. Pesa zangu zinaenda na dunia inavyotaka. Hii dunia inajali sana watu wenye pesa kuliko mtu yoyote yule. Haijalishi mamlaka wala nini, ila pesa imepewa kipaumbele. Mwenye pesa akikooa lazima dunia imsikilize, anataka aseme nini. Ila maskini akikooa lazima watu wajue kelele na magonjwa yake ndio vinamsumbua. Kwa hiyo usiogope. Sawa. Sio kila tabasamu Basi wacha linacheka, lingine lina feki kukuteka. Ndugu yako wa damu kumbe ni chita. Moyo una mengi umeyaficha. Jambo afande, sasa simama tension. It's your time ya kupande, anza operation. Chemsha bongo, kusanukia michongo. Kweli na uongo, si tunaishi bongo.
Ah. Oh. Karibu sana bibi Malaika. Ah. Oh. Nafahamu kwamba wewe ndio mtu pekee ambaye ulikuwa karibu na Madu pamoja na Mdachi. Hebu niambie basi. Kuwa mwazi. Siku zote ukweli wako ndio utakao kuweka huru. Sema basi Neema. Ongea. Hebu niambie Neema. Unataka nirudie tena? Simu 3 zako za mwisho uliongea nini na Mdachi? Ongea na wewe. Nasema. Unataka nirudie tena? Simu 3 zako za mwisho umeongea nini na Mdachi? Kuwa mkweli Neema. Mimi nikiongea na Mdachi tunaongea kuhusu mahusiano, sio kitu kingine tofauti na mahusiano. Na naitwa Malaika na si Neema. Neema, tunakufahamu kwa jina la Neema na ulimtoroka mume wako kijijini Shinyanga. Hivi ulimtoroka ama ulinunuliwa? Sema. Kununuliwa? Unawezaje kuita kununuliwa? Basi sawa. Unafahamu vipi Mado? Kuwa mkweli. Sema. Mado alikuwa tu ni mpenzi wangu zamani na tulishaachana miaka mingi iliyopita. Sijui chochote zaidi ya hivyo. Nisikilize. Kuanzia leo hii hautakiwi kutoka nje ya mkoa huu, na chochote kile kitakachoendelea naomba utupe ushirikiano wako. Sawa? Naitwa Detective Mlai.
Unaonekana kwamba wewe ni kijana mwerevu sana, si ndio? Na unaweza ukaja katika mamlaka kama hii na ukafanya kila ambacho unachokitaka wewe. Eti brother, kaka, Mkuta. Kimya. Unaona mateso yote ndio unapata ukweli. Hivi unavyofanya. Sikia bro. Mimi unitishi kwa chochote. Sawa. Alafu mimi sio kama watu wa mtaani huko. Hapo huwezi kupata chochote yani. Nishakwambia sijui mdachi, sijui maduhu, sijui chochote. Sijui ni kwa nini unanikalisha hapa na unamtesa sijui kwa sababu gani. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe unashirikiana na genge la Mdachi, si ndio? Ili uweze kumlinda Witi. Bro, mimi simjui bana. Hata Mdachi mwenyewe simjui. Unamjui Mdachi? Mjui. Kimya! Unaonekana kwamba wewe ni kijana mwerevu sana. Na hutaki kuzungumza ukweli. Ni hivi. Kama hautozungumza ukweli wowote ule, bado nitaendelea kudili na wewe. Unadhani umenielewa? 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 Ndio, kuelewa. Umenielewa? Bosi. Naomba unisamehe bosi. Mzigo nimetapeliwa. Na ndio maana sijapokea hata simu zenu bosi. Naomba unisamehe. Tafadhali usinisamehe bosi. Nitalipia mzigo bosi, nitalipia. Lakini nimetapeliwa. Bosi, naomba unisamehe. Naomba nisamehe bosi. Sijakusudia. Najua mtakuwa mnafikiria vibaya lakini sivyo. Nimetapeliwa. Bosi. Mzigo wangu uko wapi? Mzigo nimetapeliwa bosi. Umetapeliwa? Naomba unisamehe.
unatapeliwa juu kirahisi hivyo. Hivi unajua mzigo una thamani gani? Najua bosi, lakini halikuwa lengo langu. Lengo lako lipi? Ila na haki ya Mungu sijafanya makusudi bosi, na naahidi nitapambana, mzigo nitaurudisha kwenye mikono yenu. Naomba nisamehe. Unahisi msamaha tu unaweza kurudisha thamani ya ule mzigo uliopotea? Nisamehe. Nikusamehe. Naomba nisamehe. Unahitaji msamaha? Unahitaji msamaha?